saiti ambayo tunaingia kwa sasa, ikiwa ni Machi 15 siku ya Jumapili ana katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Ni dabi ya Dar es Salaam. Dhamini NBC wanaingia katika pitch, eneo la kuchezea. Ni mechi ambayo Azam wanafahamu kabisa kwamba ni mechi ngumu kwa upande wao. Kikosi cha Ibenge hayupo Kitambala Bora, hayupo Jean Kamangangita, lakini pia yupo Zidane Ali Sereli mabao. Lakini seti ya waamuzi inaundwa na Ali Mnyupe kutoka Morogoro. Kocha Pedro wa Yanga ni kama vile ameng'oa koki. Ameanza na German Machine zote kwa pamoja. Prince Dube mabao 6, Depu mabao 6 kwenye eneo la mwisho la Yanga. Kandanda imeanza. Karibu sana Dar es Salaam, karibu sana Benjamin Mkapa. Hii ni NBC Premier League. Benge sila yake kubwa katika mechi ngumu ni nidhamu ya kujilinda na kushambulia kwa kasi. Pedro Goncalves, kocha wa Yanga, sila kubwa yake zaidi ni kupiga pasi kutokea chini. Likuwepo katika AFCON pia. Haya, anapita na mpira, anapitishwa katika nafasi. Zidane Sereli anakataa. Djigui Diarra jini limezima tena. Mengi wana viungo wengi wazuri, lakini unaweza ukawazidi hao wote, ila langoni kuna Gigi Buffon. Kumzidi ni kazi ngumu. Tazama hii hapo, nafasi nzuri. Djigui Diarra anakwenda kuvaa Azam kwa mara ya 9. Ameruhusu mabao 11 mbele ya Azam, lakini wakati huo amekataa nafasi ya Zidane Sereli. Timing nzuri sana Djigui Diarra. Ametengeneza kibeku wakati ambao Kitambara Bora akiwa na Kanuti. Baka Akaminko kachelewa kupata mpira mrefu umejazwa mbele, lakini mwamuzi ameshapiga kipenga chake kile. Akaminko na kumwonyesha kadi ya njano. Jakabol ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi James Akaminko na yupo chini. Kadi ya 19 ya njano kwa upande wa Azam FC kwenye ligi kuu msimu huu. Alifahamu kama angemwacha Mdathiri haya apate utulivu zaidi wa kutafuta nafasi, pengine ingekuwa ni changamoto kwa upande wake. Hili Nado anakataa. Djigui Diarra milingoti mitatu on target ya pili kwa upande wa Azam FC. Aliweza kurusha mpira vizuri kabisa Hili Nado, lakini Djigui Diarra timing yake ilikuwa sahihi. Boy Max Nzengeli kwa Prince Dube. Dube Prince Dube anaujaza ndani huko, anakataa golikipa. Bado Mudathir Yahya, mpira uko juu. Depu, lakini wa kwanza ni Yoro Mamadou. Tini yupo imara. Unaweza kaona wakati ambao Mwekenda alikuwa amejaribu kukabia kwa ndani, alafu Dube akaenda kutanua maeneo ya pembeni. Anafahamu Dube kafanya kazi nzuri sana, lakini mpira wa pili Mudathir Yahya katika eneo la 18. Nyota takriban 4 wa Yanga alikuwa kuvamia lile eneo. Depu anaacha pasi ile. Mabadilisho tena katika nafasi. Maxi ni offside. Hakika ni shule ambayo alianza, lakini katika eneo ambalo sio la kotea. Yoro Diaby amekwenda kuiua ile offside. Max anakwenda, ameutenga pembeni. Prince Dube anang'ata meno pako katika mazingira kama haya. Yes. Akiwa na Azam FC aliwahi kumtungua Aisha Salum Manula. Namna ambavyo alikwenda kuzungusha mzungusho sumu ile ndizi, lakini imekataa. Jaribio zuri kwa Prince Dube katika mchezo, kazi ambayo alianza Max Nzengeli katika eneo ambalo Azam FC walikuwa wameacha maeneo wazi na Dube. Waje Nado maujaza Faisal, wa kwanza ni yeye, wa pili ni Djigui Diarra, wa tatu ni mwenyewe Djigui Diarra. Okay. Nado anaitenga. Pascal Msindo Gaudens anaujaza, umepita upande wa pili. Mwekenda amenyanyua mpira ule, unapita langoni, anatoa nje. Mpira ambao ulipigwa na Pascal Msindo beka kushoto, alafu beka wa kulia Mwekenda alikuwa na kuingia kwenye nafasi, na ndicho ambacho Azam wameonekana kuonekana katika mchezo. Katika maizi na umetaja mtu kama Jeff Kitambara Bora, mipira juu aweze kuitumia, lakini wananchi. Faisal ameujaza mpira ule. Himid Mao, dakika 45 za kipindi cha kwanza za mchezo wa ligi kuu ya NBC dabi ya Dar es Salaam zimemalizika. Kandanda imeanza. Karibu tena uwanja wa Benjamin Mkapa. Dube Prince amefanywa foul, lakini anasema ni moja tu, ndio. Naingia kutokea bench, jukumu lake ni kufunga bao, lakini
amekutwa katika eneo ambalo sio sahihi, tena madhambi kwa Prince Dube. Yanga Ngita Faisal wawe mpira ulipigwa pembeni. Tazama Faisal Salum Abdallah kwa guu la kulia, alimwangalia Djigui Diarra. Hii ni pesa kwa guu la kulia, akanyosha nyota ambaye mpaka sasa ameshaandika bao 6 na asisti 5. Mwamnyeto atakupita nao Kamanga Ngita, kenda kuingilia, imetafsirika madhambi amefanyiwa Jean-Jacques Kamanga Ngita, lakini Bakari Nondo Mwamnyeto anaonyeshwa kadi ya njano kwa kile alichokifanya. Takriban ni mara ya 3 Mwamnyeto anakuta katika nyakati ambayo sio njema. Kama mlinzi wa kati ikipewa mipira anapaswa kufanya maamuzi kwamba ndio Faisal anakwenda kuchora pale. Anise yuko pale, kocha msaidizi wa Azam. Yes, kwa sahihi line 1 kama kwenda kunawa Tuki Abuya. Faisal mbele ya watu wawili akitamani kupita, moja kati ya viungo bora ambao wanafahamu kabla ya kupokea mpira ni wapi pa kupeleka mpira, na moja ya sifa kubwa ya kiungo mshambuliaji kama aina Faisal Salum katika eneo. Hayo mijazo ndani, kuna anacheza kwa kichwa, ananyosha Kaminko kupitisha, lakini imekataliwa. Nado atakwenda kutibua, anapita ninja. Mwamuzi sasa ni advantage, kanda anaendelee. Wanakenda kumwambia jambo. Djigui Diarra ana tabia ya unahodha, akiwa Stade Malien alikuwa captain, kwa hivyo amemfuata Ali Mnyupe, aliona hii hawezi kuvumilia. Tazama. Yes, alichelewa kwenye tukio Himidi Mao. Ni foul ambayo pengine wasanyota walikuwa naomba kwamba apate kadi ya njano namna alivyoingia. Yes, Himidi Mao Mkami alichelewa kwenye lile tukio, anaweza achia kwenye matukio na anaweza kadhibiwa hata kadi ya njano. Himidi Mao Isra Mwenda ameujaza ndani huku, unapita hapa kwa Zuzwa unabatiza, unakwenda nje. Bila shaka mguu wa kushoto wa kushoto Yes, basi ana nguvu kweli kweli ya kushoot. Nafasi ambayo aliipata Pacome Zouzoua kwa guu la kushoto. Tazama, alifeinti upande wake wa kushoto akapiga, lakini ukababatiza kwa Yoro Mamadou Fei, yeye na Max Zengeli. Faisal amepita, Faisal Salum, Fei anajaza ndani huku, unapita mpira upande wa pili umekwenda. Mao kapitisha pasi kwa Zidane, Sereli Zidane hakufanikiwa hata kupiga, mekwenda kublock. Ukiangalia mguso wake wa kwanza ukuwa mzuri, pasi moja nzuri sana ya Himidi Mao, lakini mguso wa kwanza ukuwa sawasawa, lakini angalia Baka alivyokwenda kureact, kwenda kudhibiti kabisa. Mekwenda tabia yake. Umetengwa pembeni kwa Isra Patrick ameujaza mpira ndani huku, Depu ameukamata Aishi Salum Manula. Target shoot ambalo limekwenda kulenga lango baada ya cross ya Mwenda, lakini eda nzuri sana ya Depu ambaye alikwenda kuruka juu baada ya kutoka nyuma akaenda kuruka mbele. Himidi Mao unaweza kusema hivyo. Mkami hata kwenda anakataliwa na Max Zengeli. Max kaupitisha mpira kwa Dube. Prince Dube amekataliwa. Moja kwa moja kwa Aishi Salum Manula. Ali Mnyupe yuko serious na business, anasema hapana, chezeni mpira. Ali alipokwenda kupokea pasi katika eneo zuri kabisa la onside, lakini mwangalia Francis alivyokwenda kufanya covering nzuri sana, akuweza kumpa nafasi Dube kugeuka. Alimkatalia Prince Dube asitano upande wa pili, na mwamuzi Ali Mnyupe anasema ni fair challenge, na amezimaliza dakika zote 90 za mchezo wa dabi ya Dar es Salaam, mechi ambayo ilikuwa ya moto vuta ni kuvute. Full time Azam FC 0 Young Africans 0, Dar es Salaam Derby